Leo hapa tuna mada ya mjambisho. Nafikiri ushawahi kukutana na hicho kitu. Wazee wa pwani wanatumia. Sasa nataka nifahamu hicho kitu ndio tunachokizungumzia leo. Bwana kaka, mambo vipi? Safi, habari za kazi bwana. Nashukuru. Karibu sana bwana mwandishi. Mimi nashukuru sana na nimewakuta hapa kijiweni. Nataka nifahamu. Nafikiri mjambisho sio kitu kigeni sana masikioni mwako na umewahi kukisikia, ama kama hujawahi kukisikia basi hata kwa kusimuliwa na mtu. Wewe unadhani mjambisho ni kitu gani? Mimi mjambisho bwana, kutoka katika vitu vya history hivi vilianzia sana mikoa sana ya pwani, Tanga, Zanzibar, Mombasa na mikoa baadhi ya pwani. Okay. Ila nilikuwa nahisi kwamba wasema sijui upata mtu ile mwenye tabia chafu labda nini, kwa hiyo tabia zile za kule ndani kwa kijambisho kwa kama zinampiga Kenya. Hiyo tabia hii sana za pwani. Sasa sijajua watu wa pwani wana vitu gani, kama sio kuingia basi huenda wanaingiliwa. Sijajua kuingia kwa pande gani hapo sasa, sababu inawezekana mtu akisikia kijambisho yeye ana dukuduku la kuwashwa, inawezekana kama sio kuingilia basi anaingiliwa. Huenda ikawa hivyo. Watu wa pwani ndio tunachelewa sana hapo. Wewe ni mtu wa pwani au? Mimi na mazingira nimekulia sana pwani, kwa hiyo hata hapa nilipofanya mazingira ya pwani. Wewe si wa pwani, wewe ushawahi kujambia? Mimi muda kidogo nimetengeneza mambo mengine ya barabara huko. Wewe si mtu wa pwani? Ni kwa sababu nipo pwani. Lakini huenda kwa mimi hicho kitu sijakipata, lakini nakisikia kwa wenzangu. Endapo sasa siku umekuja kujambishwa, wewe utajisikiaje? Au mimi nimezuka kwa sababu ile tabia ya kuingia au kuingiliwa hiyo sijajua wewe kwamba unaingia ni ndani kwenye mlango unafungua mlango au unaingia mlango wa nyuma kufungua mlango. Ndio sijajua kule kuingia au kutokea nyuma. Ndio sijajua. Yeye nasikia tabia hiyo ipo sana tu wa pwani. Kama anapigwa huko lakini yeye huko anacheza kama ile ngoma amepigwa yeye. Kwa hiyo ndio mjambisho. Wewe ulishawahi kudadisi kidogo ukajua kwani hao watu wakijambishwa nini kinachowakuta? Kujambishwa ni mzuka tu wa furaha ile uko nayo kwenye kitu ambacho unachokiona au unachokisikia. Kumbe ni kwa ajili ya furaha. Sio mjambisho kusema si unaingia ndani, si unatoka nje. Yaani mjambisho ni jamii ya furaha ya kitu ambacho unachokiona mbele yako. Hususani mpira, ngoma. Lakini mbona mimi nishawahi kukutana na mtu kajambishwa alafu katupa ngumi kabisa. Kaokota bonge la Fatuma mkimbiza huyo sasa huyo mtemi sio mjambisho. Kwani akijambishwa mtu anaumia? Hawezi kuumia. Sema kuna vitu tu fulani vile vinakupitia. Ndio kama hivyo tunavyozungumza kwamba furaha hiyo inasababisha mauzi. Unaweza ukafurahi baadaye ukaja ukapata shida ya kuwa na mauzi. Ndio maana naambia chakula kinashibisha, lakini vile kinakuwa ni ugonjwa. Ukishiba sana lazima upakuliwe. Hivi inakuwa ni sababu ni nini? Kwa sababu huku nyanda za pwani mimi nimeshaona tofauti na bara na sehemu kwingineko. Utakuta mtoto wa umri wa labda miaka 15 huwa anaweza kaenda kumjambisha mtu mzima mzee. Labda kijiografia wewe unaizungumziaje? Yani sasa hiyo imekuja kulingana na jinsi tulivyo. Unajua makoloni ya pwani yana kitu ile tunasema mila. Maana kama mimi hapa nikiwa na babu yangu naweza kwenda kumfanyia kitu ambacho chochote kilichokuwa kwenye nafsi yangu. Ndio hususani kama hiyo mjambisho. Naweza kwenda kwa babu hapa nikamkuta kakaa nikafanya basi babu akarukaruka, yani ile ni furaha. Ndio maana nakwambia mjambisho unaingia kwenye furaha. Okay. Ndio maana nakwambia kuna furaha kwenye mpira, kuna furaha kwenye ngoma. Sasa kuna mtu anakaa kwenye jukwaa la mpira, lakini utaona furaha yake unafikiri Aziz Ki anaposhinda goli naye ndo kalipiga ile goli. Uone hiyo furaha. Kwa lakini ni mjambisho. Wewe unaposikia mtu anajambishwa, unahisi nini kinachomtokea? Kwa sababu kuna mtu mwingine mpaka anausha ngumi kabisa. Mimi kwa hisia zangu mimi kwamba mtu kama anajambishwa na unamkuta mtu akijambishwa anastuka, kama kuna kitu kabeba unakuta anatupa, anakimbiza watu. Yaani kwa hisia zangu mimi ni moja kama ya comedy tu fulani. Kwa sababu makomedi wapo wengi. Kuna comedy wa mazungumzo ambaye mtu anaweza akazungumza maneno ambayo ya ucheshi, mtu ukacheka. Na katika kujambishwa vile ni moja kama mtu tu anakuwa comedy fulani. Sababu anapokuwa anafanya hivyo unakuta kuna watu pembeni wanacheka. Lakini mimi nishawahi kugundua, nishawahi kumuona mtu mpaka kadondoka kabisa akapoteza fahamu. Nini kinachomsibu sasa? Ni ugonjwa ama kitu gani? Ndio, sio ugonjwa. Yaani mwingine ndio anakuambia ni kama ni moja tu fulani kwamba unajivesha utaila fulani ambao hujazaliwa nao. Kwa hiyo unataka kuniambia kujambisha hakuna maana yoyote? Hakuna maana yoyote. Yaani ni vitu fulani tu kama tu ni kuna wengine kwamba wanaiga vile kwamba mtu kafanya huyu anafanya hivi na ukijambia unajifanyia unastuka. Kama hata mimi unaweza ukanijambisha hata kama nitakopo na utindua ubongo vile ambao wa kujitoa fahamu hata nikastuka vile. Wewe ushawahi kujambishwa? Mimi sija kujambishwa. Na endapo ukija mtu akakujambisha, wewe unahisi kitakuja kutokea nini? Mimi nikijambisha kama vile kanidharau na popo ananivunjia heshima tu yani. Okay. Kitachotokea nitamwona kama pungwani wa akili tu. Unaitwa nani? Mimi naitwa Mpenja maarufu.